giza likiingia. Karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu tofauti. Leo nakuja kujibu swali la mtu aliniuliza akasema, hivi mwalimu, kuna tofauti gani kati ya wito na wokovu? Kiufupi, wokovu ni kitendo cha kumkiri Yesu na kumwamini kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitendo hicho unakuwa umeokoka. Lakini kuna hatua pia za kukulia wokovu pia baada ya kufanya tendo. Lakini sasa nikija kwa upande wa pili wa wito. Wito unaenda mbali zaidi, ni ule msukumo wa ndani wa juu ya jambo fulani ambalo unakuwa umeitiwa kwalo. Kwamba kuna ile hali ambayo unaweza kukuta mtu kama asipowaombea watu fulani, asipoamka usiku akaomba juu ya swala fulani, juu ya taifa, juu ya huduma, kama ni mchungaji ataombea washirika, ataombea mipango mbalimbali ya kanisa. Ule msukumo sasa kuhakikisha hivyo vitu vyote amevifanya, huo tunaoita wito. Na wito wakati mwingine ni mgumu, unaonekana kama mateso kwa mtu ambaye yuko nje na mazingira hayo. Kwa mtu ambaye anakuwa kuona unavyowajibika kwenye mambo hayo, anaona kama vile adhabu fulani. Lakini kwa mtu ambaye ameutambua wito wake, wito huwa ndio maana watu wengi ni wameokoka na wanatumikia wokovu, lakini hawatumikii wito. Wito inaweza kama mateso fulani, kwa sababu unaweza kupelekea mpaka intra conflict fulani hivi, unakuwa na msukumo, vita ya ndani ya kuhakikisha umefanya swala fulani, yaani umewajibika kwenye issue fulani. Kwa hiyo kwenye kitu kama hicho, hali kama hiyo ndiyo inayotuletea sasa maana ya wito ni nini. Kwamba kama ni mwana maombi, unajikuta umeamka usiku umeomba. Kama ni mwinjilisti, yani hutafurahi siku ipite hujamvuna mtu. Yaani mpaka umemvuna mtu, umemleta kanisani, hiyo ndio furaha ya mwinjilisti. Kwa hiyo ndio tunaita ni wito wa mtu huyo. Sasa kama unaweza kama ni mwinjilisti lakini huna msukumo wa ndani, hapo huna wito na issue hiyo. Yaani huna wito na huduma hiyo. Lakini wito ni pale ambapo unakuwa na msukumo wa ndani, unakuwa na yaani unakosa utulivu kama swala fulani halijakaa sawa na eneo ambalo umeitiwa. Kwa hiyo kama ni mwinjilisti mpaka umemvuna mtu, umemleta kanisani na umemsimamia na anaendelea na wokovu, hapo ndo tunasema una wito na jambo hilo. Kama ni mchungaji, kama nilivyowaambia awali kwamba unahakikisha umeliombea kanisa, yaani umewalinda watu. Mchungaji umewachunga watu, umechunga kondoo. Na unahakikisha kondoo wako salama, na unahakikisha kondoo haonekani, unamfuatilia, unampigia simu na hivyo. Yaani kile kitendo cha kukosa utulivu na unawatafuta watu kwenye huduma unayokuwa unaifanya, tunasema huo ni wito. Kwa wito ni mgumu wakati mwingine. Wito ni mgumu, nisikufiche. Wito unaweza ukawa ni mgumu kwa sababu utahitaji kuutumikia zaidi kwa nguvu zako, kwa gharama. Utahitaji kusafiri kwenda sehemu nyingine, kwenda mbali, utalipia kwenda kwenye semina fulani labda ya utumishi kwa habari ya kuhakikisha ule wito wako unakamilika. Kwa hiyo wito wakati mwingine unaweza kawa ni gharama. Tofauti na wokovu kidogo. Wokovu nimesema utafanya juu chini kuhakikisha unapendeza Mungu, unatumika kwa namna yako unayojua, lakini hautakuwa na msukumo kama ule ambao unakuwa nao kwa issue ya kuhusiana na masuala ya wito kwa kitu unachokuwa umeitiwa. Kwa kuna tofauti kidogo hapo, tusichanganye hayo mambo. Kwa hiyo kama una wito au kama huna msukumo juu ya swala hilo, yani una relax, enjoy tu, hata kama hujafanya chochote kuhusiana na wito. Kama ni mwimbaji hujafanya mazoezi, umeenjoy tu. Kama ni mwana maombi hujaomba. Kama ni mwinjilisti, kondoo hapo wa kuvuna, hujaenda kuvuna huko mtaani kondoo. Kama huna umerelax na una utulivu na hicho kitu hujafanya, wewe huna wito na kitu hicho. Kwa hiyo Mungu awabariki. Mimi nilikuwa sijaandaa hiki kipindi kuhakikisha na wahudumia. Nilikuwa nimekosa amani, nikawa na msukumo, kuna watu unatakiwa uongee na watu, unatakiwa uwafundishe watu. Kwa hiyo nao ni wito pia. Kama nimekosa utulivu kabisa, nasema leo mbona sijatengeneza kipindi nikaongea na watu. Hiyo ni wito. Asanteni sana kwa kufuatilia vipindi vyetu. Tutaendelea kufundisha pia na kwa habari ya somo la spiritual healing, uponyaji wa roho. Ni somo pia ambalo naendelea kuweka sawa. Mungu awabariki sana. Sitaogopa mabaya, fimbo yako inanifariji.